Andamana na wataendelea kuandamana sababu hiyo ni haki yao ya kikatiba. Lakini pia wanapotoshwa na mambo ya uongo, mambo ya propaganda. Nimesikia wakiambiwa mkate iko na ushuru, hawajapata habari ya kuwa ushuru ya mkate ilitolewa. Wanaambiwa iko ushuru ya magari na wako na magari, lakini hawana habari ushuru ya magari tuliondoa. Na siku ya Jumanne tutakuwa bunge kufanya ile inaitwa amendments. Tutoe ushuru ya mkate, tutoe ushuru ya magari, tutoe ushuru ya ile mambo ya wamama ya sanitary pads ambazo zinatengenezewa hapa nchini. Tutoe ushuru ya diapers ya watoto wenye wako wana watoto wachanga kama mimi na Kiborek. Sisi bado tuko kazi na tutaendelea. Lazima tuangalie mambo ya diapers ya watoto, si ndio? Na wale warembo mumeona kwa TikTok, ili mambo ya sanitary pads ile inatengenezewa hapa haitakuwa na ushuru. Lakini sababu ya generation hiyo inaitwa Gen Z, hao vijana wetu ambao ni watoto wetu, sababu ya kuwatengenezea Kenya ya kesho ili wasimalize shule wakose ajira, ni lazima tuhakikisha ya kuwa zile bidhaa zinatoka Uchina, zinatoka nchi za ng'ambo, hizo tutoze ushuru ili kazi zirudi hapa Kenya za manufacturing ya items zetu, ili hawa vijana wetu na watoto wetu wapate ajira, si ndio? So I want to say, even to our children in the Gen Z generation, whatever decisions we make, we will make responsible decisions as leaders. Leaders in the past in our country have been afraid of making the right decisions and always made the popular decision for political expediency. We want to secure your future by making the right decisions. When we say we will not impose tax on locally manufactured, locally assembled products, it's deliberate. We want to levy taxes, import duty, excise duty on fully completed or fully finished goods being imported from other countries, so that we can secure your future, so that we can encourage our local manufacturers to manufacture from Kenya, to create jobs and generate an income for you, so that even tomorrow you become taxpayers and participate in the nation building of our country.